kwenda kujinga. Namsindikiza dadangu huko, alafu nikaona nini hiyo nini kuna maji pale nyuma ya nyumba kwa drum. Sasa mama alikuwa hapa, alafu akatoka. Nilipomwambia, nilikuwa nikifikiri ati ni mwanandama, akamwambia mama, unaachia maji ya kuna mwanandama. Alafu akatoka. Sasa mimi nilipoenda nikaitisha jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sasa nilipoita jina la Yesu akakimbia huko. Sasa nilipokimbia watoto wa kakangu akaja, akasema nini, hata damu ya hili limetobolewa, sijui ni nini tu. Akasema leta tochi. Wakaleta ile tochi ya nini, ya rununu. Nikamwambia hii haionyeshi vizuri, tataka tochi lingine. Sasa ikaanza kutufuata, ile ofisi akaanza kutufuata. Nikamwambia mama, ingia kwa nyumba. Sasa mimi nilipoingia kwa nyumba nilikuwa nikikemea katika jina la Yesu, nikaanza kuomba. Nilipoomba watoto wadogo wanapiga nduru, wewe. Kumbe yule mtoto mwingine, yule mwanaume mwingine alikuwa anapita, aliposikia watu wakipiga nduru akaja akafuatwa na yeye pia. Sasa sisi tukaendelea kupiga nduru, mimi nilikuwa naendelea kuomba, alafu mwingine akaja akatuambia tokeni, fisi hii imeuawa. Sasa ilipokuwa imeuawa, mtoto wa ndugu yangu akasema anti, sisi tumekoka, sasa twende kumwangalia nyanya. Tulipokuja kumbe mama ameuawa. Mimi kama umri wangu vile ndivyo, nimeshangaa sana, huyu kama akiwa jirani wangu na nyanyangu. Nimeshtuka sana, sijawahi ona. Ni kifo cha mshangao sana. Nashangaa kwa hii imetokea leo. Tunaomba serikali iangalie hao wanyama wa pori vizuri, kwa sababu imekuwa shida kwa wananchi. We are requesting for one thing from KWS. There was an agreement between Human Wildlife Conflict Areas and KWS. Manake hii serikali yetu lazima isi-apply double standards. Tunasema kwamba kama itawezekana ule agreement ya kwanza kwamba kuwe na scouts ambao watakuwa under maybe the payroll ya KWS itakuwa vizuri. Lakini pale kama Umasaini ama Turkana kuna reservists wale ambao hupewa bunduki. So tunaomba pia kesho kama KWS itaweza ije ikombo the area, maana haiwezekani kwamba huyu ni fisi mmoja tu.